Inawezekana siku zote unaishi na pesa lakini haujui pesa zako ziko sehemu gani. Sasa leo nitakwenda kukushow sehemu ambazo pesa zako zimeweza kujificha, na kama utazitumia vizuri hizi sehemu, basi utakwenda kuwa tajiri mmoja mkubwa sana. Sasa pesa zipo huku, ndipo kitu cha habari kinapotuambia, lakini ziko sehemu kama tatu maalum au sehemu kubwa tatu ambazo unaweza ukaona pesa zako zilipojificha. Na sehemu ya kwanza, pesa imejificha katika mtazamo. Unawaza kitu gani pale ambapo unaanzisha jambo fulani? Sasa watu wengi wanashindwa kuwa na pesa kwa sababu huwa wanawaza leo, huwa wanawaza kesho na kesho kutwa, waje kuwa na pesa nyingi. Kumbe mtu ambaye anatakiwa kuwa na pesa nyingi ni yule ambaye anakuwa na mtazamo mkubwa. Ukianza biashara yoyote, anza kutengenezea miaka miwili, anza kutengenezea miaka mitatu, anza kutengenezea miaka mitano mbele. Ikiwezekana jipe hata miaka 10 katika hicho ambacho unakianzisha, na mwisho wa siku utajikuta unatengeneza pesa, kwa sababu mpaka unajitengenezea miaka mitano, maanake ni kwamba umeshaamini kwamba machangamoto ambazo unaweza ukaja kukutana nazo ni vitu vya kawaida. Kukataliwa utakuja kuona ni kitu cha kawaida. Kwa mwisho wa siku utakuwa una focus na kile ambacho unakuwa umekipanga katika akili yako. Lakini sehemu ya pili, pesa imejificha katika maarifa. Maarifa ni sehemu muhimu sana ambazo pesa zimejificha, na watu wengi wanashindwa kujua hili. Sasa hebu nikuulize wewe ambaye unasoma, labda unasoma ili uje ufanye kitu gani? Jibu ni kwamba unakuja kujikuta unasoma ili uje utumie zile taarifa ambazo umejifunza kwa ajili ya kutengeneza pesa. Angalia daktari anafanya kitu gani? Daktari anaenda shuleni kupata ujuzi, anaenda chuoni kupata ujuzi, ndipo anakuja kuutumia ule ujuzi ambao ukajifunza aweze kutengeneza pesa. Kwa hiyo ukiwa na taarifa za kutosha itakupelekea wewe kuweza kutengeneza pesa nyingi sana. Sasa na watu wengi wanashindwa kujua hii sehemu. Kwa hiyo tafuta taarifa ili uje uingize pesa nyingi. Lakini sehemu ya tatu, pesa imejificha katika matatizo ya watu. Ili uweze kutengeneza pesa nyingi zaidi, ni lazima usovu changamoto nyingi zaidi. Fuatilie tajiri yoyote ambaye sasa hivi ana pesa nyingi, utakuja kugundua kwamba ni mtu ambaye anasovu changamoto za watu. Kwa hiyo kama unajiuliza watu wanatengenezaje pesa, watu wanakuwaje mamilionea, hamna. Process ni hii hapa tu, kusolve changamoto za watu. Unapotatua tatizo la mtu, yule mtu anatakiwa akulipe kiwango cha pesa. Usifanye biashara ambayo wewe unaitaka, fanya biashara ambayo watu wanahitaji ile huduma ambayo unatakiwa kuifanya. Kwa sababu ukija ukiangalia kwa mfano sasa hivi kuna fursa nyingi sana za kuweza kujitengenezea pesa huko mtaani. Watu wanahitaji vitu vingi sana. Kwa hiyo unaweza ukafanya uchunguzi, ukafanya research, watu wanahitaji kitu gani, na mwisho wa siku ukakianzisha kile kazi ambacho unataka kukifanya ili uweze kutengeneza pesa, ukajikuta una pesa nyingi sana. Kwa hiyo matatizo ya watu yanaweza kukufanya ukawa na pesa nyingi sana bila wewe kujua. By the way, nasaidia watu ambao wanahitaji kujiunga na mfumo wa biashara za network marketing waweze kufanya na waweze kujitengenezea pesa nyingi. Kama una jambo lolote, andika kwenye comment hapo, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya notifications zijazo, lakini pia usisahau kulike kupitia channel hii.